mwaka bodi tumekuwa tukiazimisha maazimisho yanayoenda kwa jina wiki ya maziwa Tanzania. Kwa hiyo hapa mnavyotuona mkoani Morogoro tupo kwa ajili ya maazimisho ya wiki ya maziwa. Kwa mwaka huu tumechagua mkoa huu uweze kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya. Kwa nini tulichagua mkoa wa Morogoro? Mkoa wa Morogoro ni miongoni mwa mikoa hapa nchini yenye mchango mkubwa wa uzalishaji wa maziwa. Mkoa wa Morogoro mfano katika mwaka wa fedha 2025 imezalisha zaidi ya lita milioni 2. Kwa hiyo ni mkoa ambao una mchango mkubwa sana kwenye hii sekta ya maziwa hapa nchini. Miongoni mwa vitu ambavyo tuliviplani kuvifanya kupitia maadhimisho haya ni mafunzo kama mlivyoona tulivyokuwa tunaendesha pale na yanaendelea kuendeshwa pale. Mafunzo haya yamegawanyika katika nyanja mbili. Kwanza mafunzo kuhusu ubora wa maziwa. Pili, mafunzo kuhusu usindikaji wa mazao muhimu yanayotumiwa na Watanzania wengi, nikimaanisha mtindi wa kawaida na mtindi laini, yani yogurt. Wafundishwa wa Tanzania waweze kujua namna ya kuyatengeneza hata katika ngazi ya familia kwa lengo la wao kuweza kutumia bidhaa bora na kuepuka changamoto za kiafya. Maziwa ni chakula bora, lakini maziwa haya yasipopitishwa katika mifumo rasmi ya ukamuaji, utunzaji, mpaka usafirishaji na mauzo yake, mara nyingi hugeuka kuwa hatari, kwa sababu maziwa ni chakula kinachoshambuliwa na wadudu hatari kama bakteria. Kwa hiyo mafunzo haya yamejikita katika nyanja za ubora. Wafugaji hawa na wadau wengine walioshiriki waweze kujua ni namna gani wanaweza kukamua ng'ombe wao katika mazingira ambayo yatapelekea kupata maziwa salama, lakini maziwa hayo yahifadhiwe vipi? Maziwa hayo pia wanawezaje kujua namna ya kupima ubora wake? Ni vipimo gani muhimu vya kujua kwamba maziwa yakiwa na vipengele hivi, maji kiasi hiki yatakuwa yako salama. Kwa hiyo ni miongoni mwa mafunzo yanayoendeshwa hapa kupitia wiki hii ya maziwa Tanzania inayoadhimishwa mkoani Morogoro. Baada ya kupata wito nilipokuja hapa kwa dakika machache katika elimu sasa, kidogo nimepata changamoto kwa sababu silikuwa nakamwaga maziwa na tunauza, lakini hatujui kwamba ng'ombe inakuaje. Maana tumeambiwa kwamba ng'ombe maziwa halisi ambayo ni nzito itakuwa na kilo ya 32. Inakuwa nyepesi sana, inakuwa ina 26, inakuwa ya stani mpaka 7. Sasa tumepata elimu, tumeuliza kwa sababu gani? Kwa nini maziwa inakuwa kuna wakati ambayo ina uzito, kuna wakati ambayo itakuwa ina uzito? Tumeambiwa na wataalamu kwamba wakati wa joto maziwa inapungua, wakati wa baridi maziwa inapata uzito. Kwa tumepata kitu kama hicho baada ya dakika machache tulipoingia kwenye semina. Kwa tunashukuru hilo, tulipata mafunzo wakati dogo hapa na tumeshaelewa kwamba kwa nini ng'ombe inapaka maziwa inakuwa kuna changamoto ya wepesi wa maziwa na uzito wa maziwa. Tumeambiwa kwamba wakati wa joto maziwa inapungua uzito, wakati wa baridi maziwa inapata uzito. Kwa hiyo tumepata hiyo changamoto. Na lingine ambayo tunaongezea kwamba unajua hata sisi pale, maana kuna maswali pale, tunaona kwamba hata pia naye maziwa inapungua uzito kutokana na kama ng'ombe haina malisho mazuri. Kama ng'ombe haina malisho mazuri, maziwa inapungua, inakuwa haina uzito. Hata kama binadamu, ukila chakula kinanipa vizuri, maziwa unakuwa na afya. Sasa nikirudi nyumbani nilipata mafunzo kwa sababu tunaenda kutenga maeneo ya kuchunga kiangazi na maeneo ya kuchunga wakati wa mvua. Na pia nitapeleka elimu kwa wenzangu kwa sababu sisi kwa wanachama tuko wengi ambao tunafuga. Kwa hiyo tutaenda kusema na wenzetu, na ilikuwa tunaomba elimu tufikiwe mpaka kijijini, au kama kuna kitu fulani tutaenda kuwasomea. Kama kuna mwongozo tunaomba tupewe mwongozo ambayo tunapeleka manyumbani kwenda kuwasomea wenzetu, jamani inakuaga hivi. Kwa hiyo ilikuwa naomba hiyo. Semina leo kwangu ilikuwa nzuri sana, manake ninayo maziwa mengi nashindwa kuyauza, lakini hata namna ya kuya process naona nimegundua kwamba nilikuwa na haribu maziwa. Sasa nimeshindwa nitafanyaje, natafuta nyenzo ili mafunzo niliyopata yanisaidie katika kuyatumia mwenyewe na kuyauza. Nadhani yaliyo mengi ambayo nimefaidi ni namna ya kuchemsha maziwa.
nilikuwa nachemsha, naona kienyeji. Sasa sio sichemshi tena, sitachemsha tena kienyeji. Maziwa sasa nitaandaa kitaalamu. Maziwa mimi nilikuwa naweka sufuria chini hapo moto, maziwa yanachemka kama nilivyozoea toka nilipozaliwa. Sasa leo nimeshtuka kama hivi kweli. Nilikuwa muda wote nafanya hivyo, lakini sikupata hasara mpaka leo. Kwa hiyo sasa hivi nitaanza kuchemsha, kwamba kontena yenye maziwa inakuwa ndani ya maji. Hiyo sasa naona ni jambo jipya, na nikitoka hapa nitakimbia kwenda kuwafundisha nyumbani.